sheria ilitungwa ya jiji, sheria ndogo ya jiji, kwamba hili jiji, na lilitungwa kipindi kile watu wanapiga sana nondo, wakaingiza hiyo sheria kwamba hakuna kulima mazao marefu ikiwemo na mahindi. Sasa hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria, na hiyo haina maana, kwa sababu mambo mengine ni busara. Haina maana kwamba kwa sababu eti ni shamba linasoma hati shamba, kwa hiyo tulimie mahindi, vijana wetu waendelee kuuawa huko au kutuibia. Hilo hatutataka kulisikia, na mimi nitamuelekeza mkurugenzi mahindi yasilimwe mwaka huu kwenye maeneo haya, na ni wilaya nzima. Tunataka tusimamie hilo jambo kwenye wilaya yetu nzima, mazao marefu kama sheria inavyosema, na sio sheria, hata isingekuwa sheria, busara tu inaweza katuongoza kwamba kama watu wanaiba wanakimbilia kwenye mahindi, lakini wanapiga watu nondo wanakimbia kwenye mahindi, kuna ulazima gani wa sisi kulima mahindi, kutafuta mashamba ambayo yako katikati ya jiji? Kwa maana hili ni jiji, watu wakatafuta mashamba nje ya mji huu, watalima, au kwenye kata za pembezoni ambako hakuna changamoto. Kata za mjini hapa katikati ya mji hakuna maana yoyote ya sisi kulima mahindi ambayo yatusababishia madhara. Na mwenye shamba huyo sijajua linamilikiwa na nani hilo shamba. Kanisa la Molo, tena shamba la kanisa. Shamba la kanisa. Tutawaambia msilime mahindi mwaka huu. Pamoja nayo mkurugenzi, pamoja na hiyo aliyosema, lakini na sisi kama chama tutachukua hatua kushirikiana nao viongozi kuwaambia kwamba tunaomba msilime. Ni malalamiko ya wananchi. Sio ya kiongozi mmoja. Si mmesema wote hapa? Au mjasema jamani? Mmesema wote hapa kwamba ni jambo la wananchi, sio jambo la mtu mmoja. Kwa hiyo tutawaambia watu wa Moravian wasilime mahindi kwa sababu shamba lao linaleta madhara makubwa kwenye maeneo haya. Salama mwenyekiti, habari ya kazi? Salama. Naam. Niko kwenye ziara. Ndio mkuu. Na niko kwenye kata ya Isyesye. Ndio mkuu. Sasa baada ya kufika hapa pamoja na mambo mengine, ndio, lakini nimekutana na changamoto ambazo nikawa naona hizi changamoto ndio unaweza ukatusaidia, kwa sababu zimezungumzwa changamoto za mifereji, ndio, pamoja na changamoto ya barabara pamoja na daraja. Ndio mkuu. Na changamoto hizi zimezungumzwa kwa hisia kubwa sana. Ndio. Kwa wananchi hawa ambao tuko nao hapa. Ndio. Na ni changamoto ambazo zinaleta madhara makubwa sana wakati wa masika, wakati wa mvua. Kwa hiyo nilikuwa naomba wananchi hawa wanakusikia. Hapa nimekuweka loudspeaker. Ndio. Wananchi hawa wanakusikia. Kwanza ni lini utakuja huku kuja kuangalia ili eneo hapa, na tunafanyaje kutatua changamoto hii, kwa sababu sasa tayari ni changamoto ambayo ipo, na kila masika ikifika lazima hawa watu na maji yanaingia paka majumbani ndani kabisa. Sasa tuwezi kuwa chama ambacho tunasimamia serikali kwa mantiki ya watu kuumia katika maeneo haya. Tunaweza tukaamua kufanya jambo lolote hapa. Naomba wakusikia wananchi hawa. Karibu sana. Asante mheshimiwa mwenyekiti, nimekuelewa. Naomba niahidi nitakuja siku ya Jumatatu. Asante sana. Jumatatu tutakuja kuziona. Kuna changamoto nyingine ambazo tunaweza tukaziona tukazishughulikia, hazihitaji bajeti, kwamba tusubirie mpaka kipindi cha bajeti. Sawa kabisa. Kuna changamoto nyingine tunaweza tukaziona kwa ukubwa wake tukaweka kwenye bajeti ili tuweze kufanyia utekelezaji. Kwa hiyo naomba nikuahidi Jumatatu nitakapokuja nitazichukua hizo changamoto tutakazoweza kuzifanyia kazi. Ndio. Kuzifanyia kazi kwa hivi sasa, tutakazoweza kuziingiza kwenye bajeti basi tutachukua ili tuweze kuingiza kwenye bajeti kwa ajili ya utekelezaji. Sawa kabisa. Asante sana. Nakushukuru mwenyekiti. Nakushukuru sana, barikiwa sana. Asante sana. Nimesema kwamba mnabambikiziwa bili za maji. Wakati mnaendelea hapa, nilikuwa naendelea kumtumia message mkurugenzi wa idara wa mamlaka ya maji. Nimempigia simu hajapokea, na angepokea hapa ningemwambia niko kwenye ziara, niko na wananchi wanataka wakusikilize, kuna kero 1, 2, 3. Lakini hajapokea simu. Pamoja nayo nimemtumia message mkurugenzi wa mamlaka ya maji kumwambia kwamba kuna changamoto ya kubambikiwa bili za maji. Wananchi wamelalamika kwenye kata ya Igwilo kwamba wanabambikiziwa bili za maji. Lakini la pili, kuibiwa kwa mita za maji. Si mmesema wenyewe? Kuibiwa mita za maji. Nimemwambia yote mawili. Nitaka kumpigia simu hapa, nimempigia simu hajapokea. Nitaka mumsikie wenyewe na atoe maelekezo kwa anafanyaje ili tatizo kukomesha tatizo hilo. Lakini chama chetu cha Mapinduzi tutaendelea kumuelekeza kwamba hatutaki kusikia watu wanabambikiwa bili za maji. Hatutaki kusikia. Na mtapata majibu kupitia viongozi wenu
mpaka mabalozi watapata taarifa hiyo. Viongozi wa kata mpaka mabalozi watapata taarifa. Lakini jambo lingine ambalo limesemwa hapa ni kuhusiana na kubambikizwa bili za maji. Kwa nini watu wanabambikiza bili za maji? Shida ni nini? Kwa sababu mkilalamikia serikali moja kwa moja, serikali hii inaongozwa na Chama cha Mapinduzi. Wananchi watakichukia Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tunavyokwenda sisi kwenye ziara, wakati mwingine wanatupa wakati mgumu sana. Wakikuchukia chama hiki kwa sababu ya changamoto au sababu zinazosababishwa na watu ambao sio watendaji kwa umahiri wa utendaji kwenye majukumu yao. Lakini tukiona watendaji wazuri, tutamaliza changamoto.